Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Inasema Muhammad. Mpe maiki. Qur'ani imesemaje? Muhammad ndio jina langu. Na wewe Stanley kwenye Biblia toa. Hiyo ni swali unanipea ama ni nini unanipea? Nasema ni salamu jamani. Hizi ni salamu. Sisi ni Wakenya wa kawaida wanasalimiana vizuri. Salamu tumesalimiana. Haya sasa nishajua hamna. Nishajua. Kwa hivyo tatizo lako wewe ni kuwa ukisikia Muislamu anasema Yesu hakufa huwa unasikitika sana. Kulingana na imani yangu. Very good. Na mimi nakuunga mkono. Yaani mimi nataka nikuunge mkono wewe. Unajua kwa nini? Sijui. 4:157. Yaani mimi leo niko na wewe leo. Yaani mimi nakuunga, siwaungi hao, nakuunga wewe. 4:157 Al-Karim. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam, tume wa Mungu. Hebu tulia. Qur'ani inasema na kwa ajili ya kusema kwao. Ili Qur'ani iwe ya kweli lazima watu waseme Yesu kafa. Qur'ani itakuwa ya kweli. Ili Qur'ani iwe ya kweli lazima pawepo mahali pameandikwa watu wakaona Yesu kafa. Ndiyo maana katika Biblia ukisoma Mathayo 27:45 inasemaje? Nenda hapo. Yaani nakuleta kisomi rafiki yangu, alafu sasa angalia nakochomoa. 27:45. Qur'ani kule isharipoti ya kwamba kuna watu wanasema Yesu kafa. Ni kweli kama wewe. Na lazima kuwepo mahali pameandikwa Yesu kafa. Wapi hapo? 27:45. Inasema ndio. Basi tangu saa 6 walikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Ndio. Na kama saa 9, naam, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, ndio, Eloi Eloi lama sabakthani. Maliza. Yani Mungu wangu, ndio, mbona umeniacha? Safi. Na baadhi yao walihudhuria, ndio, waliposikia, ndio, walisema, naam, huyu anamuita Elia. Endelea. Mara moja wakaenda mbio, ndio, akatoa sifongo, ndio, akaijaza siki. Safi. Akaitia juu ya mwanzi. Endelea. Akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha, ndio, tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Maliza hapo chini. Na Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaikata roho yake. Unaionaje ile andiko? Liko sawa. Liko sawa Kabisa. Alipokuwa msalabani alifadhaika sana, akasema Eloi Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu mbona umeniacha? Saa 6 ilipofika Yesu alikata roho, nayo nuru ikatoweka, mpaka wanagizane. Unasikiaje? Sauti safi sana. Sasa mimi najua utanikubali tu. Sasa yani mimi lazima nikufanye rafiki yangu kwanza. Unaona? Ndio maana nakukubali wewe. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasan 16:25. Waite watu katika nchi ya Mwenyezi Mungu kwa hekima na mawaidha mema. Sasa mimi nataka nijadiliane na wewe. Hiyo andiko la Mathayo 27:45 nataka tulifanyia operesheni. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani yangu mimi inaniambia walibabaishiwa mtu mwingine, na pia hayo maneno anayoyasema sio ya kweli. Yaani hilo andiko 27:45 sio andiko sahihi ya kwamba Yesu kafa. Kwa mfano, kisha nikupe nafasi uzungumze. 8:21 Yohana. Yohana Sharifu, fanya haraka. 8:21. Ndio. Inasema basi akawaambia tena, mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, ndio, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mpe. Yesu anasema mimi naondoka, mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi zenu. Very good. Twende pole tu. Na kifo cha msalaba, Wakristo wanaamini kufa kwa Yesu, amekufa kwa ajili ya dhambi za nani? Dhambi zetu. Na Yesu mwenyewe anasema mtakufa kwa ajili ya dhambi. Mwashie maiki.
Inafanya haya, mpe. Yesu anasema mtakufa katika dhambi. Hapo vipi? Iko sawa. Iko sawa Iko sawa. Kwa hivyo tutakufa katika dhambi zetu. Iko sawa. Nakuuliza mwalimu. Katika hizo andiko mbili umetoa. Ndio. Kuna yenye haiko sawa. Ndio. Gani hiyo? Hiyo ambayo kwamba inasema ya kwamba Yesu inasema Yesu akaitoa roho yake. Hiyo haiko sawa. Na sio hiyo tu, ziko nyingi. Kwa mfano nakupa mbili tu, double hizo za mpigo hizo. Sharifu ipo. Mpe ya kwanza hiyo 27 Mathayo. 27 Mathayo. Angalia nakupa mbili za mpigo haraka, alafu nikufundisha masala ya msalaba. Nikufundisha kihistoria masala ya msalaba. Inasema ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya Pretoria. Naomba rafiki yangu usikilize vizuri. Yesu hapo anachukuliwa wakamkusanyikia kikosi kizima. Ndio. Wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu. Mpe hapo. Yesu amevikwa vazi jekundu. Kitabu cha Mathayo hiyo, sawa? Ndio. Haya, mpe Marko 15:21 pale jekundu pale. Na hapo inasema ndio wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita. Anza 16 15:16 fanya haraka. Inasema nao askari wakamchukua ndani ya behewa, ndio Pretoria, yani nyumba ya uliwali. Wakakusanyika pamoja na kikosi kizima, wakamvika vazi la rangi ya zambarau. Mpe tena kule jekundu. Hapo rangi gani? Zambarau. Ipi kweli? Nitakutolea andiko. Hiyo nitakanusha hiyo. Hiyo utakanusha? Hiyo nitakanusha nayo. Hiyo nitakuja kukanushia hiyo. Sasa kanusha basi. Nitakukanusha katika Agano la Kale. Inasemaje? Inasema hizo ni vazi ambazo wale ambao ni walikuwa wakubwa walikuwa wanavalishwa walikuwa wanavalishwa. Ndio. Kwa hivyo ina maana Yesu alikuwa na mavazi yote alikuwa amevaa. Alivaa kwa vazi moja, lakini Mathayo aliona hii, Marko aliona hii, Yohana aliona hii, Luka aliona hii. Sasa kwa elimu hiyo mimi nishakumaliza. Kwa sababu ukisema Marko ameona hii, Mathayo ameona hii, kitabu cha Mathayo cha mwisho, chapter ya mwisho ni chapter ngapi? 28. Very good. Angalia na kumaliza hapa. Marko chapter ya mwisho ni ngapi? 16. Sasa ipi ya kweli? Ni 28 ama 16? Mbona huyu Marko hakumaliza 28 kama Mathayo? Kila mtu aliandika kulingana na venye alifunuliwa. Kwa hivyo huyu kidogo, huyu nyingi. Nataka nikutolea andiko. Sasa toa andiko. Leo ni kuonyesha drama ambayo hujawahi kuiona hapa. Masala ya msalaba. Soma hiyo. 10. Toa andiko lako. 10:20 Mathayo. 10:20 Mathayo. Anasema huyu. Yaani 10:20. Alafu nitaomba Waislamu wangapi? Nitaomba 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Nataomba Waislamu watano. Tena vijana wasijua wazee. Hapa ni muonyeshe kitu. Leo namuonyesha maandiko pamoja na tamthilia na drama hapa. Soma hiyo andiko. Inasema kwa kuwa si nyinyi msemao, ndio, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Si wao walikuwa nasema, ni roho ya baba yao, baba Mungu wetu ndio alikuwa ndani yao. Ndio alikuwa anazungumza ndani ya? Ndio. Wale ambao walikuwa wakiandika. Akafunuliwa hivi, huyu mwingine akafunuliwa hivi. Haya, sawa kabisa. Tusiende mbali. Naomba 20:11 Yohana. Naomba Waislamu watano tafadhali. Alafu mmoja akubali kulala. Sijui nani atakubali kulala hapa. Kama hakuna wa kulala, naomba Waislamu wanne. Haraka vijana tu. Nimuonyeshe. Kijana njoo. Njoo kijana. Sawa kabisa. Haya, mmoja asimame hapa. Angalia huko. Sheikh, njoo simame hapa, angalia huko. Mwangalie huko. Njoo simame hapa. Weza lala? Haya, lala hapa. Rafiki yangu njoo. Simama hapa. Sawa. Lala rafiki yangu. 20:11. Inasema sikiliza huko sasa. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi. Sasa sikuweza kuita mwanamke. Mimi nitaakti kama Mariamu jamaa, lakini msije mkaniita Mariamu, sawa?
Semeni la ilaha illa Allah. Semeni la ilaha illa Allah. Unajua summun bukmun umyun fahum. Sasa mpaka tuonyeshe kwa mifano mara nyingine, angalau huenda akapata kuelimika zaidi. Sawa Sheikh Idrisi, mazingira ya foko. Sawa sawa, rudia tena Sharif. Inasema 20:11. Bolo. Inasema ndio. Lakini Mariam, sasa mimi natika mara. Mariam akafanyaje? Alikuwa akisimama karibu na kaburi. Sasa hili ni kaburi ile, nje yake analia. Endelea. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, moja kichwani, chuchuma kidogo, mmoja kichwani na mmoja miguuni. Hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Unaona, mmoja kichwani, mmoja miguuni. Kwa sababu tayari mwili upo, ndio utajua kichwa kiko wapi na mguu uko wapi. Endelea. Nao malaika wakamwambia, mama, unalilia nini? Akawaambia, ndio, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu. Sasa mama anamjua mtoto wake, wanasema wamemwondoa Bwana wangu. Endelea. Wala mimi sijui walikomweka. Endelea. Naye akisha kusema hayo akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, ndio, asijue ya kwamba ni Yesu. Mpe maiki. Niko na maswali mawili hapa, nene nikaketi. Allah apate janna. Semeni amin. Niko na maswali haya mawili nataka uyatengue. Ndio. Mama amemwona Yesu, asijue ya kwamba ni Yesu. Sura ya Yesu imeenda wapi? Sura ya Yesu. Unauliza swala ya Yesu ilienda wapi? Sura ya Yesu ilienda wapi? 28:5 Mathayo. Some. Yani hapo kama ambayo wanisaidia mimi hivi. Naam. Sura ya Yesu, swali la kwanza, imeenda wapi? Ndio maana Qur'ani Allah hajakosea. Allah takbir! Mashaallah. Angalia nuru ya Uislamu. Shaliwe naye. Bwana rafiki yangu bwana mkali sana. Katoa maneno ya ndoa tayari. Semeni la ilaha illa Allah. Semeni la ilaha illa Allah. Na ndio maana jana niliposimama hapa, mimi kama amiri wa da'wa Mombasa County, nikawaambia Waislamu ya kwamba tatizo la mkutano ni tufunge. Kwa nini? Kwa sababu tunafanya dawa kisha watu wanasilimu. Watu wakisilimu, nyote mnaondoka, mnatuachia sisi majukumu ya hawa watu. Hivi namwambia shekhe, namwambia upuzi wa kusilimisha watu na kuwaacha peke yao, mambo hayo mimi sitaki. Sifanyi hivyo kabisa. Mimi nafanya na TV ya Kiislamu inaitwa Al-Hajar TV. Akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope nyinyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Haya, mpe. Alisema atafufuka siku ya 3 na alifufuka venye alikuwa amesema. Unajua, ukileta madai rafiki yangu, Yesu kasema, mimi nimekupa andiko la kwanza katika Biblia 8:21. Yesu kasema kwamba mtakufa katika dhambi. Hebu rudia andiko kwanza. Sikatai andiko lako. Nataka usikize pointi yangu. Angalia. Na sasa nikuulize mwalimu. Nataka usikie pointi yangu. Kisha jadili pointi inayozungumza. Ndio. Mimi sijakataa maandiko nayoyatoa. Ndio. Hata nimekusupport nikakupa andiko la 27:45. Tumeona Yesu yuko msalabani akasema Eloi Eloi lama sabaktani, si ndivyo? Ndio. Sija kukatalia wala mimi sijaandika Biblia, bali nimekwambia sasa hivi umenipa andiko ndani ya Biblia
andiko hilo limewataja malaika. Sawa si sawa? Ni sawa mwalimu. Very good. Wakati limetaja malaika, je, unajua ya kwamba Yesu aliwahi kumwomba Mungu, malaika akamtokea akamtia nguvu kumsaidia Yesu? Unalijua hilo? Hiyo najua. Kama Yesu aliokolewa na malaika, vipi asulubiwe na Yesu kaokolewa? Mwalimu, sikupati vizuri. Sawa, Idris. Sonia kidogo hivi. Nataka nimkonyoe vizuri. Narudia maneno yangu. Ndugu sikiliza basi. Nakusikiza sasa. Umetoa andiko la malaika wanatoa habari, sawa? Malaika watoa habari sasa. Hapo Yesu amefufuka. Hiyo Biblia inasema Yesu alimwomba Mungu asife msalabani, malaika wakamtokea Yesu wakamuokoa Yesu. Unanijua hilo? Asive ni ile kikombe. Ama ni andiko lingine gani? Ni kikombe cha nini? Kikombe cha mauti. Sasa mauti ya nini? Sawa. Na si alisema acha mapenzi yako yatimike. Very good. Na si mapenzi ya Mungu ilitimika hivyo. Kama mapenzi ya Mungu yatimike, wakati Yesu anapomwomba Mungu, malaika akafanyaje? Mwalimu, rudia. Nataka tuende pamoja. Ama hujui historia ya Yesu? Wewe unaingia kwenye shimo na ulijui vile lilivyo. Nataka nikushike vizuri. Yesu alimwomba Mungu, sawa? Hebu toa hiyo andiko kwanza. Hebu mpe mic. Nataka utoe hiyo andiko sasa, ndio sasa uongelee hiyo andiko sasa. Haya, mpe mic. Hebu msaidie kijana wetu. Msaidie, msomee 26:36 Mathayo. Haya, safi. Hii hapa inasema kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petero na wale wana wawili wa Zebedayo. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Safi. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Safi. Akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kipolepole. Akaomba akisema, ndio, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Mpe. Ni hayo maneno? Ni hayo maneno. Swali, nini maana ikiwezekana kikombe kiniepuke? Neno kiniepuke ni kitu kikupate ama kitu kisikupate? Ni kitu kisikupate, lakini mwalimu. Kwa hivyo twende pole pole. Mwalimu, mimi nataka nikupeleke kisomi. Unanitoa katika muktadha wa hii andiko. Samahani kidogo. Unaongelea kifo cha Yesu. Very good. Unanitoa kwa hiyo. Mimi nimesema unanitoa kwa hiyo. Sababu nimekusomea andiko hapo. Nimesema hivi, wewe umenidai andiko, ukaniambia hebu toa andiko. Sasa hivi nikakupa andiko, kumbe andiko liko wazi. Yesu anamwomba Mungu kikombe kifanyeje? Kimuondoke. Kama Yesu, ina maana Yesu anakubali kufa hapo? Ikiwezekana. Very good. Mapenzi ya Mungu yatimie. Swali, Yesu anakubali kufa hapo? Mapenzi ya Mungu hapo anakubali. Sasa Yesu anasema mapenzi ya Mungu hapo. Nasema hivi, Yesu anasema kikombe kiniepuke. Swali, Yesu anakubali kufa? Ikiwezekana. Ndio, lakini yeye alikuwa anajua anakufa. Yeye anajua anafanyaje? Yeye alikuwa anajua. Anipe andiko moja tu. Mungu anamtuma Yesu aje afe. Andiko hujajua mimi mzee wa vibaya. Andiko Yesu akamtuma. Mungu anamtuma Yesu aje afe. 6:8 Isaya. Pia some. Sasa unaona unaruka maji unakanyaga matope. Yaani mimi maandiko yangu yote nitakokupatia hatuyaruki hivi, lazima tutaenda kisomo. Haya, 6:8 kitabu ni cha Isaya inasema, ndio. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, nitume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume na... Nimekupa andiko, sijakupa mwalimu. Haijasema hivyo. Nitume mimi. Yesu anatumwa. Hapo ni Yesu anaongelewa. Hapo ni Yesu anaongelewa. Hebu sikiliza hii 7:19 Yohana, sikiliza hii. Mimi nakupa kitu cash. Bana. Yaani mimi nakupa cash, siendi hivi wala hivi. Hapo katajwa Yesu hapo kitabu cha Isaya. Hajatajwa baba. Mimi nakupa cash, Yohana, Injili ya Yesu. Soma hiyo. Inasema 17 mstari wake wa 9. Mimi nawaombea hao
Naam. 7:19. 7:19. Samahani mwalimu. Nishafika hii hapa inasema. Je, Musa hakuwapa Torati? Hebu naomba rafiki yangu usikilize vizuri. Yohana hapo kuna habari za Yesu. Biblia inasema je, Musa hakuwapa Taurati? Endelea. Wala hakuna mmoja wenu aitendaye Torati. Mbona mnatafuta kuniua? Rudia. Mbona mnatafuta kuniua? Rudia. Mbona mnatafuta kuniua? Alama ya question mark kama hakuna? Kunayo. Mpe. Yesu anauliza swali. Mbona mnatafuta kuniua? Anakubali kufa? Wakati huko wamefika. Hapo wakati huko wamefika. Sikukatalii. Nakwambia hapo wakati wakufa huko wamefika. Sikukatalii. Sikukatalii. Yesu wakati anasema mbona mnatafuta kuniua, ametaja kitabu gani hapo? Taurati. Taurati imesemaje? Hatujasoma. 5:17. Mpe. Wewe ufikiri Yesu ni mjinga? Kitabu gani hicho? Taurati. Sasa huyo takbir. Allahu Akbar. Yaani mimi nakupeleka elimu ya Yesu taratibu, labda ukatai wewe leo, sikuelewa. Yesu anasema nyinyi hamkusoma Taurati, mbona mnatafuta kuniua? Ni swali. Taurati inasemaje? 5:17 inasema usiue. Rudia. Usiue. Rudia. Usiue. Mpe. Anayo. Taurati inasemaje? Taurati inasema usiue. Yesu akawauliza wale watu, mbona mnatafuta kuniua? Anakubali kufa? Kulingana na hiyo andiko na hiyo muktadha akubali kufa. Takbir! Sababu wakati wako hujafika. Sasa hapo nimemaliza. Kidogo tu mwalimu. Tuko katika maana unasema hii ni maneno iliwekwa, si sawa? Na wakasema katika ile nilisoma katika ile Qur'an, ukasema hiyo ni maneno iliwekwa hapo kwa Biblia na ilikuwa 457. Ndio. Hawakumuua. Ndio. Walisuluhishwa mtu mwingine. Ndio. Huyo mtu mwingine utakuja kunipea sasa hivi. Alafu kidogo. Ndio ni kuamini wewe Yesu akufa. Ndio ni kuamini wewe Yesu akufa. Na hii Biblia inasema Yesu alikufa. Nitolea andiko katika Qur'an inayosema Yesu alikufa. Yesu alikufa. Na nikitolea hivyo mimi nakubaliana na wewe kabisa. Ngoja rafiki yangu. Yesu alikufa. Nikitolea andiko kama hiyo mimi nakubaliana na wewe kabisa. Swali lako halijaenda kisomi. Kwa sababu nitatoaje? Ngoja samahani kidogo. Biblia inasema Yesu alikufa. Katika Qur'an inasema Yesu hakufa. Nataka nitolea katika hiyo Qur'an andiko moja tu peke yake. Inasema Yesu hakufa. Mimi nakubaliana na wewe kabisa. Kwamba Yesu hakufa. Yesu hakufa. Haya mpe. Lakini si hakumuua. Yesu hakufa. Leo nitakufundisha. Kwanza leo rafiki yangu nataka nikufundishe Kiswahili. Unajua katika Qur'ani kuna neno wama kataluhu wama swalabuhu. Neno kuua. Kwa nini huyu anashurutisha lazima nitoe andiko Yesu hakufa, ilhali ndani ya Qur'an kuna neno kuuawa? Unajua kwa nini? Kwa sababu nakurejesha maiki kwako sasa. Kwa sababu nyinyi wa Kristo mnasema Yesu kauawa kifo cha msalaba. Ingelikuwa Yesu amekufa hospitalini labda na maradhi ya malaria, tungepata andiko ndani ya Qur'ani Yesu hakufa. Lakini Qur'ani inasema Yesu hakuuawa ili kupinga madai ya wale wanaosema kauawa. Kwa mfano 21:22 Kumbukumbu la Taurati, kisha niingie ndani ya Qur'ani. Kitabu ni cha Kumbukumbu la Taurati 21:22. Ndio. Safi kabisa, nimeikamata. Hii hapa inasema. Rafiki yangu sikiliza hilo andiko la Biblia, alafu nikupeleke ndani ya Qur'ani kwa andiko unalotaka wewe. Inasema akiwa mtu ametenda dhambi pasayo kufa. Biblia inasema akiwa mtu ametenda dhambi pasayo kufa akauawa. Subiri. Sharti ya Taurati zamani wanasema mtu akifanya makosa kwanza auawe akiwa chini. Kwa imani ya Wakristo wanasema Yesu amekufa akiwa wapi? Msalabani. Ina maana kwa imani ya Wakristo Yesu alichukuliwa akiwa mzima, akapelekwa msalabani, akagongwa misumari, akafa akiwa pale. Lakini kumbe Biblia inakataa.
inasema sheria ni mtu kwanza auawe akiwa chini. Endelea. Nawe ukamtundika juu ya mti, kisha umchukue kama ameshakufa umpeleke juu ya mti. Hiyo ndio sheria, na ndio maana Qur'ani ikasema wama kataluhu. Neno la kwanza likasema kuua, wala hawakumua. Kisha wama swalabuhu, wala hawakumsulubu. Kwa nini? Kwa sababu Taurati inasema kwanza mtu auawe kisha asulubiwe. Mpe. Sijui kama umenielewa mwalimu. Hiyo andiko naitoa sasa hivi. Hiyo andiko nataka kutoa hapo 21 22 katika Kumbukumbu la Torati. Nataka kuitoa hiyo andiko sababu Yesu hakufa hiyo kifo. Nataka nisomee Wagalatia 3:11, 12, 13. Hiyo naijua, pia some. Wagalatia 11, 12, 13. Wakati anafungua maiki kwako. Wakati anafungua. Na nikuuliza swali na hujajibu swali yangu kwanza. Usona wasiwasi. Hujajibu swali yangu. Kabla hujampatia mwalimu maiki. Hujanionyesha andiko moja. Unasema Yesu hakufa. Mimi ukinionyesha hiyo mimi nitadhirika na wewe. Wewe si mwanafunzi mzuri. Nitakuamini. Angalia, wewe inaonekana si mwanafunzi mzuri kwa sababu narudia tena. Nipe muda nizungumze. Mimi nikupe muda. Narudia tena. Sikiliza ndugu. Nakusikiza. Narudia tena. Wewe hukuwa mwanafunzi mzuri wakati nafundisha. Narudia tena. Ndani ya Qur'an haliwezi kupatikana neno kwamba Yesu hakufa. Haiko. Hakuna. Haiko. Kwa sababu gani? Kwa sababu madai yenu nyinyi mnasema Yesu hakufa, inasema Yesu ameuawa, sio kufa. Nyinyi mnasema Yesu kauawa. Kweli si kweli? Hatusemi. Hamusemi. Maandiko yanasema hivyo. Maandiko yanasema. Maandiko yanasema hivyo. Maandiko yanasema Yesu kafanyaje? Maandiko yanasema hivyo. Yesu kafanyaje? Nataka kwanza tumalize na hii. Tunakuja huko. Tunakuja. Sina shida. Tusiwachanganye wa watu. Let us have order. Nakubali ndugu. Go by order. Naomba tusiwachanganye watu. Na kidogo before niendelee mwalimu. Naam. Mimi ni mwalimu kidogo. Nimefunza. Mimi ni mwalimu. Na mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu. Na mimi pia ni mwalimu. Mimi si mwalimu wa vitabu hizi. Mimi ni mwalimu wa wanafunzi. Sasa kama ni Kiswahili wewe unakijua. Kidogo tu. Na mimi hapa tuko kunaweza kuwa na wanafunzi wangu nimefunza hapa. Vizuri. Na ni kweli naweza kuwa na wanafunzi nimefunza hapa. Vizuri. Na sasa ile my dignity to remain to remain in me and to remain to restore your dignity. Nataka tuende na andiko. Umetoa 21 22. Sawa? Na mimi nikatoa andiko 13 3 11 12 13 Wagalatia. Andiko hujasema isomwe, umekataa. Mimi nikakuuliza swali moja tu, nikakuuliza unasema hii Biblia inasema Yesu alikufa, si kweli? Unasema kweli Yesu hakufa. Nikakwambia nitolea andiko katika Qur'an. Ninasema Yesu hakufa. Mimi nitalilika na wewe. Lakini sasa sababu saa hii sikiliza, swali langu ni unataka tuende hivyo. Katika Qur'an liko andiko linasema Yesu hakuuawa, lipo? Hakuuawa. Lipo? Hakuuawa. Lipo ama hakuna? Iko. Na nyinyi mnasema Yesu kauawa, kweli? Yesu inasema hakuuawa lakini hakufa. Kuna tofauti ya takbir. Kuna rafiki yangu Ali Shali, wajua mimi ni mwalimu na ya Rabbi nasaluka salatan maqbula, ya Rabbi nasaluka hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura, nasaluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da', nasaluka fi'l al-khairat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbina ilayka ghayra fatinin wala maftunin. Amin ya Allah. اللهم لك الحمد عدد خلقك، لك الحمد زينة عرشك، لك الحمد مداد كلماتك، لك الحمد يا حبيبي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على أشرف مولود وأكرم المحمود وخير ما في الوجود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من غنى طغينا، نعوذ بك من فقر نسينا، نعوذ بك من سحب ودينا. يحدث في رحاب كرسيك يا الله، خير لنا من الدنيا ما فيها. في رحابك الأمان والأمانة، في رحابك السلام والإيمان يا الله يا كريم. ليس فينا عبد مؤمن كان لك أن كنت لبيك عبدي. اللهم آمنا يوم يقوم الناس، واسترنا يوم يفتح الناس، وارحمنا
يوم يذهب الناس. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول ودعاء مسموع. أجب دعاءنا بكرمك مولانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله kesho mapema